Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Baraka nyingi huanza pale ambapo ulimi unapotamka Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wasallim. Ni pale ambapo unapomswalia na kumtakia rehma na amani Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika Qur'ani tukufu Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake wanamtakia rehma na amani Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini haikuishia hapo. Allah subhanahu wa ta'ala akatoa amri kwa waumini kuweza kumswalia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hapa tunaona ile daraja, tunaona ule utukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala akampatia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala hakuishia hapo, akatuambia tena wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuletwa duniani isipokuwa ameletwa kwa lengo moja tu, kuwa ni rehma kwa ulimwengu mzima. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kawaida rehma inapokuja huleta kheri na huondoa shari. Hiyo ndio kanuni ya rehma. Inapokuja kheri inakuwa inatawala na shari inapotea. Na rehma ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam imefanikiwa kuwagusa mpaka wanyama. Maana ni kwamba kuna mwongozo ambao ametoa katika namna ya kuwafanyia treatment wanyama, kwamba kutowatesa na kuweza kuwapa mahitaji yao kwa nafasi waliokuwa nayo. Kwa hiyo hata wanyama pia wamefanikiwa kuweza kupata rehma ya Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Salami Muhammad al-Mustafa ya Rabbi salla ala alayhi ilayhi yuraddu kulla hubbi Muhammad salla ala alayhi. Tukija katika sekta ya malezi ya watoto, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mfano bora wa namna gani mzazi unatakiwa uweze kuishi na mtoto. Alikuwa akiwaweka karibu watoto, alikuwa akiwapa special treatment, yani alikuwa akiwathamini mpaka watoto wakawa wanajihisi furaha wanapomwona Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wazazi waliweza kujifunza kuwa na upendo wa hali ya juu kwa watoto. Hiyo ni miongoni mwa rehema za Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rehema yake haikuishia hapo tu, tuangalie namna gani alikuwa akitoa huduma kwa mateka. Tulishazoea kwamba mtu akipata mateka vitani, basi mateka hao wana haki ya kuweza kuadhibiwa, wana haki ya kuweza kupewa huduma mbaya, wana haki ya kuweza kulala sehemu mbaya. Lakini ilikuwa tofauti kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mateka waliokuwa wakipatikana chini ya uangalizi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanakula vizuri, walikuwa wanalala sehemu nzuri, na walikuwa wanavaa vizuri. Na ilifika hatua kwamba walikuwa wakiachiwa huru pindi wanapoweza kufundisha namna ya kusoma na kuandika. Angalia hii rehma ilivyokuwa kubwa, kwamba ule ujuzi tu wa mateka kuweza kufundisha kusoma na kuandika ilikuwa ni kama tiketi ya kuweza kuachiliwa. Hii ni miongoni mwa rehma kwa upande wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi salli ala nabil hashimi, Rabbi salli ala nabil hashimi
Mahamudi nuri dhati bidawami. Mahamudi nuri dhati bidawami. Miongoni mwa maneno ambayo yalikuwa hayakauki katika kinywa kitukufu cha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umma wangu, umma wangu, umma wangu. Alikuwa akituombea mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa anahitaji tuweze kufika mbele Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa katika hali nzuri. Na hata ifikapo siku ya kiyama, siku ambayo kila mtu atakuwa anawaza kwamba nitakuwa katika hali gani mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtu anajiwazia yeye mwenyewe na hali yake. Lakini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwake itakuwa tofauti. Kwake atakuwa anawaza juu ya umma wake. Umma wangu, umma wangu, umma wangu. Je, ni fahari iliyoje kuweza kupata shufaa ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siku hii nzito. Na ufunguo wa kuweza kupata shufaa ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuweza kumswalia kwa wingi, kuweza kumtakia rehma na amani kwa wingi. Tukiweza kufanikiwa kupata ukaribu wa kuwa na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama, basi Allah subhanahu wa ta'ala atatuangalia kwa jicho la huruma, atatuangalia kwa jicho la msamaha, lakini yote yatapatikana ikiwa tutajitahidi kuweza kufata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadi wa alihi. Bahati nzuri ni kwamba kuna salatu ala nabi nyingi sana ambazo hazina idadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsa al-ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamati innaka ala kulli shay'in qadir. Hizi ni neema kubwa sana ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka tuzipate kwa kumswalia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa watu wenye kumswalia sana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairur rusulil Mustafa dil bashiri. Khairur rusulil Mustafa dil bashiri. Qurashi wa mabu'uthi lil anami. Qurashi wa mabu'uthi lil anami.